habari kwa kufika hapa. Nina furaha sana leo kwa sababu nimepata fursa ya kujibu maswali na mashaka na maoni ya wananchi, hasa wananchi wa eneo bunge la Bonchari, kufuatia ziara yangu ya kukutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Ijumaa iliyopita nilipata mwaliko wa kukutana na Rais William Ruto katika ikulu ya Rais Nairobi, na kwenye kikao chetu tulizungumzia mambo mengi, na mambo tuliyozungumzia yalikuwa yanahusiana na maendeleo ambayo yamekwama katika eneo bunge la Bonchari. Tuliyozungumzia haswa ni kuhusu ile miradi ambayo imekwama. Kwa mfano, uwanja wa ndege umekwama, hatuna mativet, hatuna barabara ambazo zimekwama, watu wengi hawana umeme ama stima. Na Mheshimiwa Rais ambaye atafanya ziara hii Januari ya 2026 ameahidi kwamba anakuja kutekeleza hayo. Sasa kauli mbiu ni gani kwenda mbele? Wananchi wa eneo letu wale ambao nimeweza kushauriana na wao, tumezungumza kuhusu hatua hii kabla ya kuifanya na baada ya kuifanya. Tumeamua kwamba Rais, kwa sababu ameamini maendeleo ambayo alikuwa ameahidi hapo awali na yale ambayo anaenda kutekeleza, wameamua kwamba watamuunga mkono Rais William Ruto katika awamu ya pili. Yaani vidole viwili kwamba awamu ya kwanza na ya pili. Umesemaje? Two term, yeah. Kwa hivyo na mimi nataka kuwaambia wananchi kwamba ndio kuna viongozi wengi wamejitokeza wanataka uongozi nchi hii. Tuangalie sana tusije tukazingatia misingi ya kikabila au misingi ya mihemko ya kihisia na kufanya uamuzi kwa mihemko. Tuangalie vizuri ili tuweze kufanya uamuzi ambao ni wa maana, Kenya iendelee mbele, tuweze kujenga taifa la Kenya. Nafikiri wale ambao wamekuwa wakiuliza maswali kwenye mitandao, kutuma message, kunipigia simu, nafikiri hili litawatosheleza na nimewajibu kikamilifu. Asanteni. Kwanza ifahamike kwamba mimi ni mwanachama wa chama cha ODM. Nilipowania mwaka awamu iliyopita, niliwania kiti cha ubunge kwa tikiti ya chama cha ODM. Na unaelewa kwamba kufikia sasa kuna uhusiano wa karibu sana baina ya chama changu cha ODM na chama cha UDA, chama tawala. Mwanzo tuliweza kufanya kazi na Mheshimiwa Dr. Matiang'i, na kulingana na vile nimesikiliza na vile nimeona mikutano yake, kwa kweli sijapata mintarafu, sijapata kiini ambacho kina nishawishi kabisa kwamba tunaweza kuendelea kufanya kazi na Mheshimiwa Matiang'i. Unaweza kusema kwamba Mheshimiwa Matiang'i rafiki yetu, ni Mkenya, ana haki ya kuwania kiti na mtakia kila la heri, lakini hajatokeza kimasomaso kusema kwamba ana maono gani kwa Kenya. Anasema I will fix it, but I have not seen his vision. And when I met the president at State House, the 45 minutes we spent with the president, he spoke about his vision. You heard him speak about it. You know, the Singapore thing you've heard the president speak is just a metaphor. The Singapore means a lot of things must be fast-tracked quickly so that we can be at par with the Asian tigers in the next few years. And we believe the president has the oomph and the vigor to deliver this country to make it. You know, most people, even wananchi, they understand that those people hanging around Dr. Matiang'i, they are there so they can appeal the public for re-election. I've done what people perceive as an unpopular decision. So the selfish interest would have been if I remained with Dr. Matiang'i so that I can be elected just for an election, because that would be selfish. When I went to the State House, I went there to speak about the things which have stalled in Bonchari. For example, we talk about the airstrip, we talk about the TV that we don't have, we talk about the roads, we talk about electricity, and that's what the president want to do. And these things don't benefit me as an individual; they benefit the entire public. So anybody trying to advance the narrative that Jonah is selfish, I think is completely misguided. He needs to look at that and analyze it properly. Yeah.